Tunatamani mazingira yetu yangebadilika na siopo katika hali kama hii, lakini hatujui changamoto inakalia wapi na watu wanakwamia wapi, ambapo kesho kutwa Jumanne tunakuja kuzichukua. Jumanne hapa tunakuja kuzichukua hizi kwa haya maguta, kwa sababu gari haipiti. Nifahamu kiukweli, inasikitisha. Ukiangalia mazingira yetu, karibia sehemu zote ambazo tumezitembelea na kufanya utafiti, changamoto ni zile zile. Hatuna sehemu ya kuhifadhia taka. Serikali na uongozi wanaohusika na masuala haya ndio chanzo cha mambo kama haya. Je, tunafanya nini? Nani wa kulaumiwa? Kweli wanajitahidi sana, kwa sababu asubuhi ikifika kwanza nafikia, na usiku unapoondoka na hifadhi kama hivi wanakuja usiku wanakuja kuchukua wale wale damu. Mimi kama mimi, lakini la kuhusiana na wale kule wenzetu wao, kusema kweli changamoto ndio zile pale zinaonekana. Okay, sasa najua kwamba manispa huwa wanapita na wanasafisha barabara na nyie kama fanya biashara, nadhani katika kupata leseni zenu kuna fedha mnaambiwa hii ya usafi. Sawa, inachukuliwa. Je, hilo jukumu hasa la manispa kuja kuchukuliwa taka linafanyika kifasaha inapotakiwa? Hilo halipo kabisa jambo hilo. Ndio nakatelea kabisa. Manispa kuja kuchukua taka hamna jambo hilo. Na fedha wanazichukua kutoka kule. Na pesa wanazichukua kwa sababu ukienda kule lazima ukapate kabisa ada ya usafi ya mwaka mzima. Ndio. Lakini majukumu yao hayafanyi. Yale ya kuja kuchukua taka kwa magari hamna kabisa jambo hilo. Isipokuwa sisi kama sisi kuna watu tu ambao wanajitaka wale ndio tunakuwa tunawapa. Hatutupi kiholela, lakini kuna madapo kule tunakuwa tunapeleka. Lakini kwa wao kama wao kwa karibuni mwaka wa pili tumesikia wao. Kutokana na utafiti ambao tumefanya kwa siku ya leo, tumegundua bado elimu ya afya inaendelea kutolewa. Sasa tukae tujiulize, elimu ya afya inatolewa kwa jamii, shida imekalia wapi mpaka mazingira yetu bado yanaendelea kuwa dhaifu kama hivi? Ushauri wangu ni huu: tushirikiane, watu wa afya na mazingira, tushirikiane, wadau wote wanaohusika na mazingira, ikiwa serikali yetu, kuhakikisha tunafanya kitu kinachoitwa kinga, kwa sababu tunajua kuna msemo unasema kwamba kinga ni bora kuliko tiba, na ni kweli. Tusipochukua hatua za kuweka kinga mapema, basi tiba yake itatugharimu, itasababisha kosti kubwa sana, ikiwa ni afya za watu kudhoofika, fedha taslim kwa serikali na mambo mengine. Kwa hiyo tunaomba tuchukue hatua ili kuliondosha au kutokomeza changamoto hizi. Serikali kama serikali tunajua kwamba majukumu ambayo yanatukabili ni makubwa na mengi sana. Kwa hiyo tukiona majukumu mengine yanakuwa ni yanazidi katika mazingira yetu ambayo tunaishi, tunaonaje tukawapa community yetu will ya kuweza kufanya mabadiliko wao wenyewe? Kuna nchi nyingine tofauti, ni nchi ambazo kifedha hazijafikia Tanzania kabisa, lakini ukiingia kwenye mazingira yao utapenda, kwa sababu jamii wao wenyewe muda mwingine wanakuwa na ule uwezo na wao wenyewe kutaka kubadilisha mazingira ambao wanaoishi. Hiyo ni idea nzuri sana ambayo tunaweza tukaileta katika nchi yetu na kufanya jamii yetu jitambue na iweze kufanya mabadiliko wao wenyewe, sio lazima subiri mabadiliko kutoka serikalini. Sawa, tumetoa wazo hilo hapo kwamba tuna uwezo wa kuwawezesha wananchi wenyewe wakawa na utayari wa kujitolea kuyalinda na kuwatunza mazingira yao. Swali linakuja, je, tunafanya nini ili kuwafanya wao wananchi wawe na moyo huo na wawe na utayari huo? Zipo changamoto ambazo zinakuta. Wapo baadhi ambao wako tayari hata sasa hivi kuchukua hatua hizo kwa sababu wao ndio waathirika wakubwa. Ila je, changamoto ni nini na tunafanya nini ili kuwasaidia?